Jamii ya Tanzania tafsiri yake ni watu. Nataka kuzungumza na watu katika habari ya neno la Mungu. Amen. Na nini nimekiona au nini nataka nishauri. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Mungu amenibariki, amenipaka mafuta, amenipaka kama kinabii, amenipa kuona, na nitarejelea vitu vichache ambavyo niliwahi kuvitabiri ambavyo vinathibitisha ni kweli. Niliwahi kutabiri zamani, kama kanisa mnakumbuka, nikawahi kusema Mungu amenionyesha kiongozi aliyetoka CCM kwenda Chadema ambaye alikuwa ni waziri mkuu na kule akagombea urais akaukosa. Niliwahi kusema atarudi CCM. Hiyo kitu haikutokea? Ilitokea. Haikutokea? Ilitokea. Ilitokea. Nikasema na baada yake atafuatiwa na kiongozi ambaye aliwahi kuwa waziri mkuu wakati wa Benjamin Mkapa, na wakati alikuwa kule upinzani anatumika. Baada ya waziri yule aliyekuwa enzi za Jakaya kuhamia Chadema akarudi CCM, hakuna mwingine aliyefuata aliyekuwa waziri zamani? Alikuwepo, si ndio? Huo ni utabiri wa pili. Utabiri wa tatu huu kwa kwenye mtandao niliwahi kutoa 2020 kama sikosei, tarehe 9 mwezi wa 10 hivi kama sikosei, 2020. Nikasema serikali itakayorudi madarakani itakuwa ni kijani kitupu, na ilirudi kijani kitupu. Hiyo iko mtandaoni. Nilitabiri kabla uchaguzi haujafanyika, wakati wa Dr. John Pombe Magufuli. Narejelea tu vichwa vya habari kadhaa kama uthibitisho. Lakini pia niliwahi kutabiri issue ya Ngorongoro National Park kati ya serikali vs wananchi, ikatokea. Bwana asifiwe. Amen. Lakini pia vile vile niliwahi kumtabiri Rais Samia wakati ambako Dr. John Pombe Magufuli ametoweka, Mungu amemwondoa duniani. Niliwahi pia kutabiri kwamba rais anayekuja anafaa. Niliwahi sema hivyo, anafaa. Na nikasema ili mthibitishe, cha kwanza atarudisha akaunti za watu zilizokuwa zimeporwa na Dr. John Pombe Magufuli, na hiyo alilifanya. Bwana asifiwe. Hilo alilifanya, kulifanya, alifanya. Nisikilize, ninapotoa unabii sio shabiki wa rais. Ninapotoa unabii sio shabiki wa wanadamu. Ninapotoa unabii natoa sauti ya Mungu. Wakati hiyo mimi si mpinzani wa chama tawala wala si mpinzani wa wananchi. Mimi ni mpinzani wa ibilisi, shetani. Amen. Sasa basi tusikilizane kwa hili. Taifa kama taifa ni watu. Taifa bila watu sio taifa. Watu ndio taifa, na watu wanaijenga taifa. Bwana asifiwe. Amen. Hebu naomba niulize kitu kimoja. Wewe ulipomkuta mama yako ni mlevi, ulitamani awe mlevi? Ulipomkuta baba yako ni mlevi, ulitamani awe mlevi? Je, au niseme ni wote hapa walikuta wazazi wao wako sahihi? Kuna watu walikutana na baba zao madikteta, waliwakana. Hata ukikana isaidii, umetokana na yeye, nembo ni wewe. Hello. Amen. Kuna watu walikuta familia zao ni maskini, ulitamani kuzaliwa kwenye nyumba ya kimaskini? Binafsi yangu mimi sikutamani.
kuzaliwa sehemu ya namna fulani ambayo inashindwa kukimu mahitaji yako, lakini ndio Mungu ametaka. Lingine nataka niliweke sawa, rais tulio naye wa nchi hii ni wetu sote. Awe ana madhaifu gani ni wetu, awe mkamilifu ni wetu. Na hasa pale Mungu anapotupa mtu mwenye madhaifu, tunatakiwa tumwombee ili madhaifu yaondoke. Lakini sisi kama watu wa Mungu haturuhusiwi kumpiga vita au kumwombea mabaya, ndio tunamharibu na atafanya maamuzi mabaya zaidi. Na ndio maana sisi kama watumishi wa Mungu, mtu akija kwako ana kansa, unamwombea anapona. Mtu akija kwako ana ukimwi, unamwombea anapona. Mtu akija kwako ana ulemavu, unamwombea anapona. Yesu Kristo anamponya katika wewe. Maana kinywa chako ni zana, na kinywa hicho hicho ukimkuta mtu anayo madhaifu, alafu ukutaka kumwombea, ukamhukumu kwa yale madhaifu, basi anazidi kuwa mbaya. Kanisani hatuombei watu wazuri, kwa sababu wao tayari wameshakuwa wazuri. Tunaombea nini? Kanisani tunaombea watu wabaya wawe wazuri. Kiongozi akiwa mbaya, tunamwombea Mungu amuondolee roho ya ubaya, awe mzuri. Amina. Ndio maana mtu akiwa na mapepo, tunamwombea, mapepo yanamtoka na anamtukuza Mungu. Na Yesu hakuja kwa ajili ya walio safi, bali alikuja kwa ajili ya wenye madhaifu. Na katika usahihi wetu Mungu atukuzwe, ila bali katika madhaifu yetu tukiyajua, tukamwomba Mungu, yakitoweka ndio tunamtukuza. Ni ngumu sana kuona mtu anaenda kumshukuru Mungu kanisani kwa sababu ana uzima, kwa sababu amefanikiwa. Lakini nataka nikwambie, mtu akishapitia mateso alafu akatolewa, ndo anakumbuka kumshukuru Mungu. Maana Mungu anatukuzwa katika madhaifu. Bwana asifiwe. Amen. Sasa awali ya yote nataka nisome maandiko kadhaa ambayo yamo katika Agano la Kale. Agano la Kale linapenda kutumika sana na Wakristo na hata wasio na Wakristo kuliko Agano Jipya. Agano Jipya Wakristo tu walio wafuasi wa Yesu pekee ndio wanalikubali sana. Bwana asifiwe. Hebu turudi nyuma kidogo. Kitabu cha Samueli wa kwanza. Kitabu cha Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza sura ya 9. Naomba nisome mstari wa kwanza hadi ule wa 15. Inasema hivi: basi kulikuwa na mtu mmoja wa Benyamini, jina lake akiitwa Kishi, mwana wa Abieli, mwana wa Serori, mwana wa Bekorathi, mwana wa Afia, mwana wa Benyamini, mtu shujaa mwenye nguvu. Naye alikuwa na mwana aliyeitwa jina lake Sauli, kijana tena mzuri, wala katika wana wa Israeli hakuwako mtu mzuri kuliko yeye. Tangu mabega yake kwenda juu alikuwa mrefu kuliko watu wote. Na punda za Kishi baba yake Sauli walikuwa wamepotea. Kishi akamwambia Sauli mwanawe, haya basi, twaa mtumishi mmoja pamoja nawe, uondoke uende ukawatafute punda hao. Naye akapita kati ya nchi ya milima ya Efraimu, akapita na kati ya nchi ya Shalisha, lakini hawakuwaona. Kisha wakapita kati ya nchi ya Shaalimu, wala huko hawakuwako. Wakapita kati ya nchi ya Wabenyamini, lakini hawakuwapata. Hata walipofika nchi ya Sufu, Sauli akamwambia yule mtumishi aliyefuatana naye, haya na turudi, baba yangu asije akaacha kufikiri habari za punda akatufikiri sisi. Naye akamwambia, tazama, katika mji huu mna mtu wa Mungu, naye ni mtu mwenye kuheshimiwa, yote asemayo hutokea kweli kweli. Basi twende huko, labda yeye aweza
kutuambia habari ya safari yetu tunayoiendea. Ndipo Sauli akamwambia mtumishi wake, lakini angalia, kama tukienda tumpelekee mtu huyo kitu gani? Maana chakula kimekwisha vyomboni mwetu, wala hapana zawadi ya kumpelekea mtu wa Mungu. Tuna nini sisi? Yule mtumishi akamjibu Sauli akasema, tazama, mkononi mwangu nina robo shekeli ya fedha. Nitampa huyo mtu wa Mungu fedha hiyo, atuambie njia yetu. Hapo zamani katika Israeli, mtu alipokwenda kuuliza neno kwa Mungu, husema hivi, haya, twende kwa mwonaji. Maana mtu aitwaye nabii hapo zamani aliitwa mwonaji. Basi Sauli akamwambia mtumishi wake, umesema vema, haya, twende. Wakaenda mpaka mji ule uliokuwamo mtu wa Mungu. Wakaenda mpaka mji ule aliokuwamo mtu wa Mungu. Hata walipokwea kwenda mjini, wakakutana na wasichana wanatoka kwenda kuteka maji. Wakawaambia, je, mwonaji yuko? Nao wakawajibu wakasema, yuko. Tazama, yuko huko mbele yako. Fanyeni haraka sasa, maana hivi leo amekuja mjini, kwa sababu watu wanadhabihu leo katika mahali pa juu. Mkiingia mjini tu, mara mtamwona, kabla hajakwea kwenda mahali pa juu ali chakula. Maana watu hawatakula hata yeye atakapokuja, kwa sababu yeye ndiye anaibarikia dhabihu. Kisha hao watu walioalikwa kula hula. Basi kweli sasa, maana wakati huo ndio mtakapomwona. Nao wakakwea kwenda mjini. Nao walipokuwa wakiingia mjini, tazama, Samueli akawatokea kwenda mahali pa juu. Basi Bwana alikuwa amemfunulia Samueli siku moja kabla Sauli hajamwendea, akisema, kesho wakati kama huu nitakuletea mtu kutoka nchi ya Benyamini, nawe mtie mafuta ili awe mkuu juu ya watu wangu Israeli, naye atawaokoa watu wangu na mikono ya Wafilisti. Maana nimewaangalia watu wangu, kwa sababu kilio chao kimenifikiria. Hata Samueli alipomwona Sauli, Bwana akamwambia, huyu ndiye niliyekuambia habari zake. Huyu ndiye atakaye wamiliki watu wangu. Bwana asifiwe. Amen. Aliyemchagua Sauli ni Mungu au shetani? Mungu. Alionekana mkamilifu, si ndio? Na Sauli alikuwa Mungu, alikuwa mwanadamu. Maana yake kama wewe ni mwanadamu, hukosi madhaifu. Sauli yule yule aliyechaguliwa na Mungu, akasifiwa na Mungu, ndiye yule yule baadaye alifanya makosa. Aliyesema anafaa ni sio Mungu. Aliyemtuma nabii amtie mafuta sio Mungu. Tumalizie tuone 11 inasemaje. Ndipo Samueli akatoa kichupa cha mafuta, akayamimina kichwani pake, akambusu, akasema, je, Bwana hakukutia mafuta uwe mkuu juu ya watu wake Israeli? Nawe utamiliki watu wa Bwana na kuwaokoa na mikono ya adui zao. Kisha hii itakuwa ishara kwako ya kuwa Bwana amekutia mafuta uwe mkuu juu ya urithi wake. Hapo anapata kiapo, anapata kutiwa mafuta, anapata baraka, anaenda kumtumikia Mungu na wanadamu na Mungu. Maana si kuwa tu mtumishi wa Mungu, kuwa pia kiongozi wa nchi. Bwana asifiwe. Amen. Sasa mimi nataka nizungumze na Mtanzania anayenisikiliza. Mimi nataka nizungumze na mwanasiasa anayenisikiliza. Mimi nataka nizungumze na mtumishi mwenzangu kwamba Mungu siku zote anapotupa watu hawakosi madhaifu, na ndani yao hawakosi usahihi. Kukiwa na usahihi pana udhaifu, pakiwa na udhaifu pana usahihi.
Bwana asifiwe. Na pakiwa na udhaifu tunakemewa. Tunapokemewa ndio tunabadilika. Wakati mwingine tunachapwa ndio tunabadilika. Lakini haimaanishi kwamba yule mtu hafai kwa sababu tu ya madhaifu. Lakini baada ya hapo, kukiondolewa madhaifu, anafaa. Ukitaka usikilize maneno yangu na uamini ninayokuambia, njoo kwenye neno moja, utajifunza. Kitabu cha Yeremia, nabii Yeremia sura ya 33 ule mstari wa 8. 33:8 inasema hivi: Yeremia mstari wa 8. Haya ni maneno ya Mungu katika kinywa cha nabii Yeremia. Anasema, nami nitawasafisha na uovu wao wote, ambao kwa huo wamenitenda dhambi, nami nitawasamehe maovu yao yote, ambayo kwayo wamenitenda dhambi na kukosa juu yangu. Narejelea, nami nitawasafisha na uovu wao wote, ambao kwa huo wamenitenda dhambi. Maana yake mwanadamu alipomkosea Mungu, Mungu alijua kwamba alinikosea kwa sababu ana kitu fulani, ana udhaifu fulani, ana kifungo fulani, au ana utumwa fulani. Ndio maana Mungu anasema hivi, nami nitawasafisha na uovu wao wote, ambao kwa huo, sikiliza, ambao kwa huo uovu wamenitenda dhambi. Maana yake tayari palishakuwa na uovu, ndio maana mtu anakosea. Sasa Mungu anasema, nami nitawasafisha na kuwasamehe uovu wao, ambao kwa huo wamenitenda nini? Dhambi. Anasema hivi, nami nitawasamehe maovu yao yote, ambayo kwayo wamenitenda dhambi na kukosa juu yangu. Mwanadamu aliyeumbwa na Mungu hakosi roho, na si roho tu, hakosi madhaifu, na si madhaifu tu, hakosi mashambulizi. Yule unayemwona leo mzuri ndio kesho atakuwa mbaya, kwa sababu leo si mzuri. Hana njia nyingine ya kubadilikia isipokuwa ya uovu. Na yule unayemwona jana na juzi alikuwa mbaya, ndio kesho atakuwa mzuri, kwa sababu tayari yuko kwenye ubaya. Hawi mbaya mara mbili, anaenda kuwa mzuri. Halo, amen. Halo, amen. Sasa sikiliza kwa makini. Kwani nasema mwanadamu aliyeumbwa na Mungu hakosi roho? Hakosi roho ya kwake, aliyeumbwa na Mungu iliyo nzuri, na hakosi roho ya mashambulizi. Angalia kitabu kimoja cha Isaya kinasema nini? Isaya 43. Isaya 43 mstari wa 25, 26 na 27. Anasema hivi, mimi ndimi niafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe. Sio kama tunaelewana? Anasema mimi ndimi niafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, wala sitazikumbuka dhambi zako. Yaani Mungu hatusamei makosa yetu kwa sababu tumetubu. Yaani Mungu anatusamea makosa kwa sababu yake mwenyewe. Kwa hapo kuna sehemu imesema nasamea makosa kwa sababu nimetubu. Hapa inasema hivi, nasamea makosa kwa sababu yangu mwenyewe. Ndio maana kule kwenye Yeremia akasema hivi, nitawasamea dhambi yenu na uovu wenu nitaufuta.
kwa sababu mlinitenda dhambi kwa sababu ya ule uovu uliokuwemo ndani yenu. Ukiangalia mstari wa 26 anasema hivi, anasema unikumbushe na tuhojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Baba yako wa kwanza alifanya dhambi na wakalimani wako wameniasi, kwa hiyo nitawatia unajisi wa kuwa patakatifu, nami nitamfanya Yakobo kuwa laani na Israeli kuwa tukano. Maana sisi wengine ni watu ambao tunarithi laana tu ya watangulizi wetu. Sisi wengine ni watu ambao tunarithi laana tu kwenye damu ya kizazi chetu. Ndio maana kuna kizazi watu wanakufa na kansa, kuna kizazi watu wanakufa na ukimwi, kuna kizazi watu wanazaliwa walemavu, kuna kizazi watu wanazaliwa vipofu, kila baada ya muda kipofu, kila baada ya muda kipofu. Na kuna kizazi watu wanazaliwa utasema walipangana kwenye ukoo kuwa wasomi, kumbe ni kwa sababu ya yule wa kwanza aliyefunguka macho akawa msomi, akahimiza kizazi chote kiwe cha kisomi, huku watu wakaiga. Kila aliyezaliwa alitamani kuwa kama yule msomi. Ndio maana unakuta baadhi ya familia ni za kisomi, alafu unakuta kuna familia watu hawana elimu, kwa sababu yule wa kwanza aliyetangulia alikuwa hajabarikiwa kupata elimu, na basi himizo likapotea. Kila wanaokuja nyuma yake wanasema kwamba nisome ya nini? Mbona baba hajasoma? Mbona baba hajasoma? Babu mlevi, mtoto anakuwa mlevi, mjukuu anakuwa mlevi. Bwana asifiwe. Ndio maana zamani wale walipokuwa wamepata kuiona neema ya Mungu wakati wa Musa, ilibidi Musa washauri, awaambie, ninyi mmeshapata neema ya Mungu, oaneni ninyi kwa ninyi. Alijua kwamba wewe tayari umefunguka ufahamu. Unapompata mtu aliyefunguka ufahamu ni rahisi, mtaenda. Lakini unapompata mtu ambaye hajafunguka ufahamu, itakuwa kusukumana. Bwana asifiwe. Amen. Tunaelewana watu wa Mungu? Amen. Halo. Amen. Taifa la Babeli, wakati wana wa Babeli wamemkosea Mungu, Mungu aliwatelekeza wana wa Babeli. Lakini alipowatelekeza, alijua kwamba wakati huu ambao nitawaacha ndio wakati ambao wao watapitia mapito magumu na watajifunza. Bwana asifiwe. Na Mungu akasema hivi, baada ya kutimiza miaka 70 mimi nitawajilia Babeli na kulitimiza neno zuri, wala sio neno la kuwapiga, wala sio neno la kuadhibu. Ameshamaliza kuadhibu. Maana yake madhaifu ni sehemu ya siku kujifunza. Baada ya kujifunza tunatimiziwa neno jema. Bwana asifiwe. Amen. Halo. Ndio maana hili neno linasema hivi, baba yako wa kwanza alifanya dhambi, wakuwa patakatifu nao wamefanya dhambi, wakalimani, watafsiri, waamuzi nao wamefanya dhambi. Nani aliye salama? Yupo? Hakuna. Yaani hata wewe mwenyewe unayenisikiliza, kuna sehemu ambako si tunakuona hauko sawa. Bwana asifiwe. Amen. Sasa nisikilize kwa makini, uielewe kanuni ya Mungu. Twende sura ya 15, Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza sura ya 15 mstari wa kwanza inasema hivi, wakati huo Samueli akamwambia Sauli, Bwana alinipeleka nikutie mafuta uwe mfalme wa watu wake Israeli. Basi sasa isikilize sauti na maneno ya Bwana. Bwana wa majeshi asema hivi, nimeyatia moyoni mwangu mambo hayo Amaleki waliowatenda Israeli, jinsi walivyowapinga njiani hapo walipopanda kutoka Misri. Basi sasa enda ukawapiga Amaleki na kuviharibu kabisa vitu vyote walivyo navyo, wala msiwaachilie, bali waueni wanaume na mwanamke, mtoto naye anyonyaye,
ng'ombe na kondoo, ngamia na punda. Anasema ndipo Sauli akawaita watu, akawahesabu huko Telemu askari waliopanda farasi 200,000 na watu wa Yuda 10,000. Vita vimeanza, kumekucha. Kanuni ya Mungu ndivyo ilivyo. Kuna wakati utakuwa ni wa amani na kuna wakati utakuwa ni wa vita. Kama unategemea siku zote eti kanuni ya Mungu ni amani tu, hamna. Kuna wakati amani inatoweka, kuna wakati inakuwa ni vita. Vita haviletwi na amani, vita vinaletwa na madhaifu. Amen. Narudia tena, vita haviletwi na amani, vita vinaletwa na madhaifu. Na ninachokiona mimi mbele ya macho yangu na kinachoendelea sasa hivi kwa taifa letu ni roho ya vita. Tumeshaichoka amani. Maana amani kitawala, baadaye lazima patatokea tofauti. Na si naombea, hapana. Kanuni ya Mungu ni hii hapa. Kitabu kimoja kinaitwa Mhubiri 3:1. Anasema kwa kila jambo kuna majira yake na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa, wakati wa kuua na wakati wa kupooza, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga, wakati wa kulia na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza. Kila nyakati zina majira yake. Kwa hiyo wakati mwingine, Mtanzania unayenisikiliza, jaribu kukataa wakati fulani. Wakati haukataliwi kwa akili zako, wakati unakataliwa kwa rehema za Mungu. Wakati unakataliwaje? Lazima ujaribu kujua na ujaribu kwenda na nyakati. Maana yake kwa muda mrefu nimekuwa na amani, lakini sasa hivi amani inatoweka. Sasa hivi ni vita, sasa hivi ni shari, sasa hivi ni maneno ambayo sio mazuri. Kwa hiyo unajua kabisa hii inanipeleka wapi, na uiangalie mapema jinsi ya kuiepuka. Tunapokuwa manabii na tunapokuwa watumishi wa Mungu, kuna kitu ukikiona kinatoweka, na kuna kitu ukikiona hata ukimwomba Mungu hakitoweki. Ni kwa sababu tu Mungu labda anataka kuthibitisha kauli ya unabii. Ndio maana kuna wakati tunaona vitu vibaya, tunaomba vinatoweka, na kuna wakati tunaona vitu vizuri na tunaviacha vinatokea. Maana yake tukiona vitu vizuri, tukiomba vitokee, vinatokea. Tukiona vitu vibaya, tukisema visitokee, wakati mwingine havitokei. Na wakati mwingine tukiona vitu vibaya, hata kama tukiomba na kumsihi Mungu lisitokee, wakati mwingine linatokea, kwa sababu Mungu anayo sababu au anayo nia. Mfano, unaona hapa kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 9, Mungu akaruhusu katika uumbaji wake kisha apoteze punda, kisha amwambie mtoto wake katafute punda. Kumbe yale madhaifu ya kupoteza punda, ule ni udhaifu. Kupoteza punda ni sababu ya mtu kwenda kuwa mfalme. Kupoteza punda ni sababu ya mtu kwenda kuinuka. Sasa wakati mwingine wewe unaweza ukawa umeingia kwenye madhaifu, kumbe yale madhaifu unataka uinuliwe. Au kuna wakati unaweza ukaingia kwenye madhaifu, kumbe yale madhaifu ndio yanakuangamiza kabisa. Sasa lazima ukiwa kama Mtanzania mwenye akili, lazima ufikirie kwamba sawa, huu ni wakati fulani. Kama ni wakati fulani hivi ndio niruhusu ubaya utokee, lazima wewe kwa akili yako na kwa ufahamu wako na kwa karama yako na kwa elimu yako ukatae ule uovu. Hata kama utokee kwa sababu Mungu aliuruhusu utokee, lakini binafsi yako wewe kataa. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sasa ukiangalia madhaifu ya hao watu, wanapoteza punda, wanaenda kutafuta punda. Hapa sasa angalia, kupoteza punda ni udhaifu, kwenda kutafuta punda ni ukamilifu. Hatua ya kwanza ni udhaifu, hatua ya pili ya ukamilifu. Ule ukamilifu aliyouchukua kwenda kutafuta punda unaenda kuzaa ukamilifu zaidi wa mtu kutoka chini kwenda kwa mtawala mkuu, kwenda kwa mtumishi wa Mungu, kwenda kwa mtawala wa nchi.
Bwana asifiwe. Na Mungu akasema anafaa, na Mungu akasema huyu ndio namtaka. Sasa kuna wakati mwingine, kuna majira ya mtu. Bwana asifiwe. Usitegemee katika maisha utakuwa na kiongozi mzuri wakati wote. Kiongozi anaweza kuwa mzuri sasa hivi, kesho akavamiwa na lolote lile, kalala tu, kaamka, yuko tofauti. Na ndio maana maombi yako, ndio maana ucha Mungu huko, ndio maana imani iko. Ndio maana hata sisi wenyewe kuna wakati unalala kwenye ndoa yako, kesho kaamka una hasira tu. Bwana asifiwe. Amen. Sauli alikuwa mzuri, baadaye akawa mbaya. Acha niangalie neno hapa linasemaje. 16:1. 16:1 nasema hivi, Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli ikiwa mimi nimemkataa asiwamiliki Israeli? Maana yake kuna wakati wa mtu kutawala. Sijui kama tunaelewana. Nasema tena, kuna wakati wa mtu kutawala na kuna wakati ambao mtu kufikia kikomo. Wakati ambao mtu anatawala ni wakati kibali chake kinakubalika mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu. Wakati ambao mtu hatawali ni wakati ambao kibali cha yule mtu kinaondoka kwa Mungu na kwa wanadamu. Wewe tena kwa mtawala, kibali kikiondoka kwa Mungu, kikiondoka na kwa wanadamu. Sasa kuna kibali kuondoka kwa wanadamu, lakini kwa Mungu bado iko. Ukiona kibali imeondoka kwa wanadamu, kwa Mungu iko, hiyo ni vita. Kwa sababu Mungu juu mbinguni anasema aendelee kutawala, wanadamu chini wanasema hatumtaki. Kibali kikiondoka kwa wanadamu, wanacholeta ni vita. Hakuna kingine, ni vita. Hautaki kibali, hamna. Lakini mbinguni kibali iko. Na Mungu akiruhusu ile kibali itembee kwa wanadamu, wanadamu wanakupenda. Ikiwa kibali imeondoka kwa wanadamu, kwa Mungu bado iko, wanadamu wanakupinga, inakuwa ni vita. Hii ni kanuni ya Mungu. Na ikiwa kibali kwa Mungu imeondoka, Mungu hataki tena wewe mtawala, na wewe unalazimisha kuwa mtawala, lazima ikusumbue. Halo? Amen. Unasema nini? Angalia wakati wa uzao wa Samueli. Kuna uzao wa Samueli ambao walikuwa wanatumika. Wakati ule uzao wa Samueli unatumika, wale wana wa Samueli walikuwa wana madhaifu yao kweli kidogo, kwa sababu wanadamu wako si madhaifu, wana madhaifu yao kidogo, lakini watu wakakataa. Watu wakasema hatuwataki. Samueli akasema sawa, mmewakataa watoto wangu wasitawale, mchagueni kiongozi mnayemtaka. Ndio Mungu akawaletea Sauli. Sauli alipokuwa anakuja, unadhani alionekana na umbile la ubaya? Alionekana na umbile la uzuri, na mbingu ilimpa kibali. Bwana asifiwe. Baadaye wale wana wa Samueli waliokataliwa na watu wameshaondoka, ameingia Sauli madarakani. Kazi ya Sauli ni kuchukua mashamba mazuri, mang'ombe mazuri, mambuzi mazuri, makondoo mazuri. Wakaona huyu tena hafai. Lakini angalia mbele za Mungu, anaonekana ana kibali, ametumwa na Mungu. Lakini kwa wanadamu wanasema hatutaki. Lakini kumbuka, wanadamu hawa wanadamu, naona hawa walipewa wale watoto wa Samueli, wakawaongoza vizuri. Kwa sababu ya madhaifu tu kidogo wakawakataa, wakasema Samueli, hatuwataki watoto wako, labda hata wewe unawapendelea wakae madarakani. Samueli akasema isiwe vita,
chagueni mnayemtaka. Ndo akaletwa Sauli. Sauli akawa na madhaifu kuliko wale watoto, kikawaka moto. Wakati wa Daktari John Pombe Magufuli pia kuna baadhi ya watu walisema ni mzuri, lakini kuna wengine hawakuona ni mzuri. Hii ni kanuni ya wanadamu. Kuna watakao sema unafaa, kuna watakao sema hufai. Na ndio maana sisi wacha Mungu tunaona malaika wanafaa, tunamwona shetani hafai. Kila kitu huwa kina ukinzani siku zote, hakuna palipo salama. Lakini binafsi yangu mimi, nina uelewa huu ambao Mungu amenisaidia kwamba kiongozi kuwa mzuri ni kipindi fulani, na kiongozi kukengeuka ni kipindi fulani. Kuletewa kiongozi mzuri ni neema, kuletewa kiongozi mwenye kutupitisha wakati mgumu pia ni neema, kwa sababu yule kiongozi aliyekuja akatufanyia mambo yote tunayoyapenda ni neema, na yule kiongozi ambaye atakayeletwa ambaye hatatufanyia mambo yote tunayoyataka pia ni neema. Wewe nani kakwambia utapata akili kwa mazuri tu? Nani kakwambia kwamba wewe utatanuka akili kwa kupata mazuri tu? Hakunaga. Kuna wakati hata huyu Mungu tunayemwabudu anatuacha tunadumbukia kwenye magonjwa na pamoja tunamwabudu. Huyu Mungu tunayemwabudu kuna wakati mwingine hatupi hata tunayoyaomba, ila kwa majira fulani na kwa wakati fulani ndio anatupatia. Lakini sisi tukiomba tunatamani tungepata hata sasa hivi. Bwana asifiwe. Katika kiongozi mzuri tunayo baraka ya kutimiziwa mahitaji. Katika kiongozi ambaye ana madhaifu mengi tunafundishwa. Tena tunatengenezwa vizuri sana. Yamkini hata tunafundishwa kumrejelea Mungu. Yamkini hata tunafundishwa kumgeukia Mungu vizuri. Yamkini hata tunafundishwa kujua kuombea viongozi. Anayeongoza nchi ni mtu, sio Mungu. Analogeka, anaombewa na mabaya na yanampata, akiombewa na mazuri yanampata. Bwana asifiwe. Amen. Sasa mimi nataka nitoe tu jambo fulani hivi. Mtu anapokuwa mbaya hastahili kuongezewa ubaya, ila anastahili kuombewa awe mzuri. Amen. Kwa maana mtoto wako akiwa ni mbaya na ukaendelea kumwombea mabaya, atakuwa mbaya zaidi. Lakini akiwa mbaya ukamwombea mazuri, basi atapata rehema na atatoka kwenye mabaya, atakuwa mtu mzuri. Na ndio maana makanisani tunaombea watu. Tanzania ni nchi yetu. Tanzania ni yetu. Tanzania tunataka kuiombea. Amen. Sijui kama tunaelewana. Amen. Anayetuongoza tunatakiwa tumwombee, tutake tusitake. Ili ukubali ukatae. Anayekuongoza uwe unamtaka, iwe umtaka, lazima ujifunze kumwombea. Sasa pointi yangu ni nini? Nije kwenye pointi. Pointi yangu ni nini? Niliwahi kusema baada ya kifo cha Daktari John Pombe Magufuli, rais anayekuja ni mama. Huyu mama ni mtu mzuri. Na sitabadilisha kama kanisa. Nikibadilisha mtanishangaa. Na nabii hapaswi kubadilisha unabii hata kama ukienda tofauti. Hataki kubadilisha. Nilisema anayekuja ni mama. Lakini anafaa. Nisikilize tena, anafaa. Na nasema tena anafaa. Na utanielewa anafaa wapi.
Nilisema Mungu amenionyesha atakapoingia madarakani atafungua akaunti za watu ambaye Dr. John Pombe Magufuli alizifungia. Maana yake huyu mama hataki vita na mtu, hataki shida na mtu. Maana yake kama ni mtu anataka akae na wachawi na waganga na wacha Mungu, yani awachukulie hawa watu wote. Na ikatokea akafanya nini? Akafungua zile akaunti. Nikamshangaa Mungu, nikashangaa na nikaja hapa nikamwambia imetokea. Watu wakasema imetokea. Listen message. Lakini one day nikaja tena na utabiri mwingine, nikamwambia lakini kiongozi aliye madarakani huyu mama atapita wakati mgumu sana. Sasa hili unisikilize, na kama kuna mtu ni askofu, kuna mtu ni mchungaji, kuna mtu ni mwalimu, kuna mtu ni nabii, kuna mtu alishawahi kuwa kiongozi, hili atalielewa. Lakini ambaye hajawahi kuwa kiongozi, hili hawezi kalielewa. Mimi nimekuwa kiongozi, hili nimelielewa. Mungu akaniambia wakati wa utawala wake Rais Samia atakachokutana nacho ni kimoja. Nikamuuliza ni kipi, na nikaja mbele yenu nikasema, nikaambiwa kwenye utawala wake wakati atakuwa kiongoza kutakuwa na nyoka wakubwa mno. Kutakuwa na nyoka wakubwa mno. Nyoka wale watakuwa wanamkatizia mbele hivi kwenye hatua zake hivi wanamkatizia hivi. Na wale nyoka wengine ni kama chato. Wengine wanakaribia kwa ukubwa chato. Na ndiko pale nikashangaa, nikamwona Rais Samia kabla hajatoka kwenda kwenye uongozi wake anaomba kwanza. Licha si Mkristo, licha ya Uislamu wake, kweli niliona hicho, anaomba kwanza na namwambia Mungu, naomba ukanisaidie. Na wakati anatoka nyumbani kwake, nyoka ni wanamkatizia tu mbele namna hii. Nyoka wanamkatizia mbele namna hii. Usifikiri nyoka ni nyoka kama nyoka. Nyoka ni watu. Nyoka ni watu. Nyoka ni watu wasaliti. Nyoka ni watu ambao wao ukiliongea neno hivi wao wanaligeuza. Nyoka ni watu waongo. Nyoka ni watu wabatilishaji. Ukipanga hivi wao wanaleta ila kwao. Mungu akaniambia huyu mama katika utawala wake ndicho atakachokutana nacho, upinzani mkali wa nyoka wanaomkatizia mbele. Na ukiangalia kwenye Biblia Mwanzo sura ya 3, Mungu alipomuumba Adamu akamweka bustanini, baadaye akamuongeza Eva na akamweka nani? Mwanamke yule Hawa. Akamweka Hawa yule, akamweka pale madarakani. Nyoka alikuja. Nyoka sio mpumbavu. Nyoka aliangalia kabisa nipite kwa nani. Nyoka kaangalia nipite kwa nani. Nyoka hakupitia kwa mwanaume, nyoka alipitia kwa mwanamke. Akamwambia hivi ndivyo asemavyo Bwana Mungu kwamba msile matunda yote. Yule mama akajaa kwenye mfumo. Akasema kwamba amesema hivi, matunda yote bustanini twaweza kula, kasoro tunda moja tu, na mti ulio katikati ya bustani. Ule mti ndio tumeambiwa matunda yake tusile. Nyoka akamwambia wewe kula. Wale wakajaa kwenye mfumo. Sasa ukiangalia ugomvi wa Mungu na wanadamu ni usaliti. Nasema tena, ugomvi wa Mungu na wanadamu ni usaliti, nyoka. Na ugomvi wa serikali ya Tanzania na raia wake utakuwa ni usaliti. Usaliti ni kitu kibaya sana. Dhambi ya usaliti ni kitu kibaya sana. Kilichofanya Mungu amtoe Adamu bustanini, akamwambia nenda, utatafuta kwa jasho, utakula kwa jasho, ni kwa sababu ya usaliti. Kwenda kinyume. Kitakachofanya Tanzania ipitie wakati mgumu ni usaliti. Amani tuliyokuwa nayo tumeshaichoka. Kwa hiyo inabidi tufukuzwe, tuende maporini. Tukienda maporini
ndio tutaipata hiyo amani. Adamu alikuwa atafuti kwa shida. Adamu aliletwa sehemu ambayo kuna amani, kuna raha, kuna kila kitu. Ila alipomkosea Mungu ikawa ni usaliti, akafukuzwa. Ndio mwanzo wa kuteseka. Hawa alikuta kila kitu kimo, lakini ikafika sehemu akaenda kinyume na Mungu. Mungu akamwambia toka, utaenda kuzaa kwa uchungu. Kabla ya dhambi, sikiliza, kabla ya dhambi huwa baraka iko, neema iko, kibali iko, uzuri uko. Lakini ikishatokea dhambi, usaliti, uasi, hamtaka muione amani wala furaha, haitakayoonekana kamwe. Upendo unaupatia wapi? Utulivu unaupatia wapi? Amani unaipatia wapi? Furaha unaipatia wapi? Hello? Amen. Hello? Amen. Libya si hapa. Si walikuwa na Gaddafi? Mtu akitaka kufunga ndoa anafungia wapi? Anaulizwa. Wananchi wanapata commission. Maisha safi leo yamo. Hamna. Hakuna Sasa narudi kwenye ile point. Adamu na Eva wamekwenda kujitafutia maisha huko. Mwanamke kuzaa kwa uchungu kwa sababu ya laana, uasi. Mwanaume kwenda kula kwa jasho kwa sababu ya laana, uasi. Pia kwenye maisha tumekuwa hatufanikiwi kwa sababu ya dhambi, laana, uasi, mikosi, mabalaa, nuksi, milana. Hata hii nchi ya Tanzania kama tutaipoteza wenyewe kwa sababu ya uasi. Hello. Amen. Sasa nikirudi kwenye ile point nikasema rais yule ukinzani atakaokutana nao ni wanyoka wakubwa. Tafsiri ya nyoka wakubwa ni watu wakubwa. Nyoka wakubwa. Watu wakubwa. Wanamkatizia mbele. Nikasikia yule mama akisema, Mungu nakuomba unisaidie." Nikasikia sauti inatoka mbinguni inasema hivi, "Nenda kwa kufata nyayo zangu." Kanyaga pale niliporuhusu kanyage. Mimi nikafika nikamwambia rais nifuate. Nikawa kila napo kanyaga namwambia mguu wangu wa kushoto umekanyaga hapa, na unyanyua kanyaga, na usogeza wa kwangu, namwambia mguu wangu wa kulia umekanyaga hapa, weka wa kwako. Mimi na unyanyua, anaweka wa kwako. Nikamwambia ukifuata nyayo zangu utafika mbali, na hawa nyoka wakubwa hawatakuweza. Mimi nikasema tu ushindi wa yule mama abakie kwenye ile kanuni ya ucha Mungu wake, ndio salama yake. Sio kama tunaelewana? Amen. Hello. Amen. Hello. Amen. Hello. Kwa hiyo nikajua kabisa kwenye utawala wake atakalo liongea kuna watakao ligeuza. Hilo la kwanza. Si nyoka wanamkatizia mbele. Nikajua atakalo liongea kuna watakao kumbadilishia. Akiweka bajeti kuna watakao mfelisha. Si nyoka ili aonekane afai. Ukifanya uzuri watasimama wengine watasema hakuna. Kwa sababu gani? Wako special kwa sababu ya kukuaibisha. Na uzuri, mimi binafsi yangu pia nilikutana na hili jaribu. Katika uongozi wangu nilikuta natenda mema,
lakini jinsi inavyozungumzwa ni tofauti. Unahudumia watu wengine wameponywa mpaka na ukichaa na magonjwa makubwa, lakini wengine si Mungu, si umungu, hii si imani, si ucha Mungu. Lakini kwa mtu anakusaliti, akikusaliti haangalii jinsi ulivyopiga magoti mbele za Mungu kaota sugu ukamponya mtu ukichaa. Haangalii jinsi ambavyo wewe ulipiga magoti ukamuondolea kesa, ulimsihi Mungu ipasavyo, yeye akapata msaada. Anakuasi. Wengine humu makanisani ni wenye senti. Unakuta yeye anataka akuendeshe wewe mtumishi kwa senti zake. Hapo sasa ndio kubaya. Saa ingine mtu anakuletea ushauri, lakini kabla hajakuletea ushauri yaani tena ni mtoaji mzuri wa sadaka, mtoaji mzuri wa fungu la 10. Tena saa ingine anakupa na hela za ziada mtumishi kula maisha. Lakini baadaye ushauri unayokuja ni wa kipumbavu. Ukibaki uking'ang'ania msimamo wako, lazima akuseme wewe ni mbaya. Sasa kama mimi mcha Mungu niko hivi, yananikuta haya, sembuse hii siasa ambayo imejaa uongo. Ili wewe upite inabidi umchafue mwingine, ili wewe upite inabidi umkandie mwenzie. Sio kama tunaelewana? Sasa mimi na ili hii nchi ya Tanzania iwe salama, lazima kwanza tupate elimu. Rais ni mtu, anatakiwa apate watu sahihi kwa kumshauri, sio nyoka. Anatakiwa apate watu wazuri wa kumwombea, yaani hata akifanya upumbavu anatakiwa kustiriwa. Ndio maana mwanamke wa ndoa, kuna wakati mume wake ametoka hata nje ya ndoa, lakini anakuja anampokea, wanagombana huko ndani hata watoto wasisikie, anamsitiri mzee. Akitoka asubuhi Tanzania, basi ile familia ilikuwa na upendo sana, kumbe kuna mtu ametoka kuharibu mambo. Na ili maisha yaendelee ndio ilivyo. Kwa hiyo usitegemee katika maisha kupataga vizuri tu. Kuna wakati utakutana na vibaya, vitengeneze viwe vizuri. Ndio maana dini iko, imani iko. Ni tuwatengeneze walio wabaya kuwa wazuri. Halo. Amen. Halo. Amen. Mtu anayetawala na siasa anatakiwa kuombewa sana. Ukiwa kiongozi wa dini, kabla hujampiga kiongozi wa siasa vita, jaribu kumwombea na kumshauri. Ukiwa kiongozi wa dini, maana wewe unaelewa roho ikimvaa mtu uwezo wake ukoje. Kama alikuwa mzuri, hata uzuri wake huonekani tena. Kwa hiyo hasa unapokuwa kiongozi wa dini, unapoona mwanasiasa kaenda kinyume, muombe alafu mshauri. Kuna wakati Mungu aliongea na Nathani nabii, akamwambia nakutuma ukaongea na Daudi. Nathani akasema, Mungu, mimi ni nani nikaongee na Daudi mfalme? Yule ni mfalme wa nchi yetu. Wewe unasema watumishi wa siku hizi hili wanaliona? Lazima turudi kwenye kanuni ya neno la Mungu. Yaani Nathani anasema yule ni mfalme wa nchi, mimi ninaanzia wapi? Mungu anamwambia nakutuma wewe, nakutuma mimi. Akasema hivi, nipe hiyo hekima utakayonipa ya kwenda kuongea naye, nipe busara utakayonipa ya kwenda kuongea naye. Mungu akampatia hiyo hekima na Mungu akampatia hiyo busara. Kiongozi wa nchi ni wa nchi tu, hafai kuvuliwa nguo, hafai kudhalilishwa. Baba wa nyumba ni baba tu. Hata kama amekosana na mama, mtoto hastahili aingilie na mdhalilishe baba. Si maadili yetu.
Mama mwenye nyumba ni mama tu. Mtoto anapoona baba na mama wako tofauti, hafai kwenda kuchangia, apige. Katika kitu sijawahi kuingilia ujinga huo, ni kuingilia ugomvi wa wazazi wangu. Kuna wakati nilikuwa najua kabisa hapa mzee hamna kitu, hapa mama hamna kitu, lakini mimi siku zote nilibakia kusema tu hapana, kwa sababu mimi ni mtoto, namhitaji mama, namhitaji baba. Bila mama, baba hata nitimizia mahitaji yangu. Bila baba, mama hata nitimizia mahitaji yangu. Hata watumishi wa Mungu waliotulea wakubwa, msizani wako salama, wana madhaifu mengi, tumeyabeba, tumeyaficha, tumeishi nayo. Ndipo hapo wakatutambua kwamba tumekomaa na tumekuwa, tuna hekima. Tulishuhudia yasiyofaa kushuhudiwa, tukakaa nayo kama sehemu ya kumstiri, mpaka mwenyewe akaona hii sio ya kawaida. Huyu mbona ana akili namna hii, ana ufahamu namna hii. Lakini wengine walitumia sehemu hizo kama advantage ya kumdhalilisha. Na leo nikiangalia, wengi waliofanya hivyo hawakufika kokote. Lakini sisi tuliachukulia yale madhaifu na kwetu yakawa funzo. Ndio mpaka leo tuko kwenye injili tunahubiri. Mwaka wangapi? Miaka inasonga tu, niko. Sio kila unaloliona linafaa kusemwa, na sio kila unaloliona linafaa kuchangiwa, na sio kila unaloliona linafaa kuzungumzwa. Na hata ukiwa unapita kukuta mama yako anaoga, bahati mbaya ulikuwa unajua, kapiga macho kamona alivyo mwili wake, inatakiwa ufanye hujaona, na wala hutaki kumwambia mtu niliona. Hiyo ni moja ya utii, unyenyekevu na adabu. Sijui kama tunaelewana. Amen. Sijui kama tunaelewana. Amen. Sijui kama tunaelewana. Amen. Sijui kama tunaelewana. Amen. Sijui kama tunasikilizana. Amen. Sisi watu wa imani bwana, tukiwa tunazungumza na mtu namna hii, unajua kabisa huyo hayuko peke yake, yuko na mzimu hapa. Inabidi utoe kwanza mzimu, ndio unaiona sura halisi ya mtu. Sisi watu wa imani bwana, mtu anakuja na kwambia hivi, ninaumwa mgongo, kumbe ni jini ndio liko pale. Ukinikemea nikitoka, yule mtu anakwambia nimekuona mtumishi. Sisi watu wa imani bwana, unakuta mtu anakonda tu, anapimwa hospitali na hospitali, ugonjwa uonekane. Lakini sisi tukija tukicheki na mimi, unakuta kuna roho iko pale. Sasa hakuna mtu anayetakiwa kuwa na akili kubwa kama kiongozi wa dini. Kiongozi wa dini anatakiwa kuwa na akili kubwa sana kuliko mwanasiasa. Kiongozi wa dini anatakiwa kuwa na akili ya imani, alafu na akili za kimwili. Akili za kimwili ni kuchukuliana na watu wa kimwili, alafu akili za imani ni kujua huyu anawezekana ana roho huyu au hana roho. Sauli alipokuwa mfalme bwana, kumbe alikuwa na mapepo. Siku moja akawa anamwinda Daudi amuue. Katika kumwinda Daudi amuue, mara Daudi akakimbilia kwa Samueli. Jamaa halikuogopa, lina ujasiri wa ajabu, likawa linaenda likampiga huko. Samueli akamwomba Mungu, nguvu za Mungu zikashuka, zikamvaa Sauli. Zilipomvaa Sauli, kumbuka huyo ni mtawala huyo, akaanguka chini, akatabiri ya kutabiri, akavua mpaka na nguo. Umenielewa hiyo kitu? Amen. Amevua nguo, kutabiri, anatabiri. Alafu baadaye kilichotokea ni nini? Daudi yule ambaye Mfalme Sauli alikuwa anataka kumwangamiza, ndio anakuja kumtoa mapepo. Tena kwa njia gani?
kwa nyimbo tu, kwa filimbi tu, inapigwa tu namna hii, uwepo unashuka, nguvu za Mungu zinashuka. Hey, kitu kule. Umeelewa hiyo kitu? Amen. Umeelewa hiyo kitu? Amen. Sasa sikiliza kwa makini. Walikuwa wapi wakati huo kujua kwamba Sauli alikuwa yuko sawa? Walikuwa wapi mwanzo kumponya? Lazima tuwe tunatembea na hatua za mtu pale anapokuwa sahihi, tunajua bado tuko naye pamoja. Anapokengeuka, hapa mbona nyayo zinaachana? Hapa inaonekana kama kuna shida hivi. Sasa mimi bado ninarudi kwenye ule utabiri wa zamani, yaani bado ninaamini kabisa huyu kiongozi ni mzuri. Amina. Nataka nikwambie huyu kiongozi ni mzuri. Amina. Ila tu anayoyapitia wewe huwezi jua. Hawezi kuambia. Kwani mimi wakati nayapitia kanisa kuna mtu nilimwambia hapa? Ila walio pembeni yangu karibu ndio nilikuwa naongea nao. Haisi wakati unapitia wakati mgumu sana. Wamenifanya hivi, wamenifanya hivi, wamenifanya hivi. Lakini ilikuwa ni moja ya kujifunza, ili niwe kiongozi mzuri inabidi nipite hapa. Kwa hiyo najua anapita. Huyu anapita. Huyu mheshimiwa anapita. Anapita sehemu ambayo hawezi kuambia. Na anakuambia pale alipo moyo unawaka moto, anatafuta tulizo. Feni ya kumpuliza. Uongozi mgumu. Asikuchukulie, asikwambie mtu. Sasa sikiliza kwa makini. Mungu alinithibitishia, akaniambia Rais wa Tanzania ni Samia. Na nikaja hapa nikatabiri. Uongo kweli? Kweli. Akapita bila kupingwa, nikamwambia umeona? 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 Hilo la hatua ya kwanza. Lakini hatua ya pili ni uchaguzi, si ndio? Ndani yake una vita. Unabii wako na utaka ni umalizie huu. Uchaguzi huu una changamoto. Kama nabii sizungumzi kwa kinywa cha kibinadamu. Nazungumza kwa kinywa cha kiungu. Unao vita. Unao vita. Unao vita. Unao vita. Unao vita. Kwa sababu sasa hivi kila mtu anataka madaraka. Kila mtu anataka nini? Kila mtu anataka nini? Kila mtu anataka nini? Kila mtu anataka nini? Angelikuwepo JPM hapa, wala hata ushenzi usingelikuwepo. Lakini kwa sababu anaitawala ni mwanamke, lazima mwanaume siku zote amsumbue kwamba wewe utaniambia nini? Sikiliza nikwambie. Na hili ninalokuambia sikwambii kwa akili zangu, nakwambia kimaandiko. Alafu nipimie, mimi ningekuwa kiongozi ningelikuaje? Agano Jipya. Agano Jipya nikuoneshe. Kiongozi ni dhamana ya Mungu. Ana mamlaka makali sana ya kutoa hata uhai wa mtu. Sijui kama tunaelewana. Kitabu kimoja kinaitwa Waraka wa Paulo mtume kwa Warumi. Sura ya 13. Sura ya 13 inasemaje? Inasema hivi, kila mtu na aitii mamlaka iliyokuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu. Sikiliza nikwambie. Kila mtu na aitii mamlaka iliyokuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa nani? Kwa Mungu. Acha nisianzie na serikali, nianzie na imani. Unamwona huyu mganga wa kienyeji ametoka kwa Mungu. Na hizo nguvu za kiganga wala hajaziumba yeye, alizikuta tu.
mchawi unayemwona mwenye nguvu zake alitoka kwa Mungu, na wala huo uchawi hajeuumba, ni sehemu ya uasi tu ulioko. Na huyo mganga mwenye nguvu za kiganga hajajiumba, na huo uganga ni miungu fulani tu ya uasi ambaye iliasi kutoka kwa Mungu, ikaangalia formula za Mungu zinakwendaje, zikarudi kwenda kufanya kienyeji. Sasa turudi kwenye serikali. Serikali iliyoko madarakani, iwe mbaya iwe nzuri, imetoka kwa Mungu. Anasema na ile mamlaka iliyopo imeamriwa na Mungu. Sasa fikiria, anasema hivi, kila mtu naitii mamlaka iliyokuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu. Na ile iliyoamriwa, anasema hivi, na ile iliyopo, na ile iliyopo imeamriwa na Mungu. Kwa hiyo mamlaka iliyoko sasa hivi ni Mungu ametaka iwepo, kwa sababu kama asingelitaka iwepo isingelikuwepo. Kwa nini iwepo? Haleluya, amen, haleluya, amen. Unajua, siku moja mimi nimekuwa nikijiuliza kitu. Kuna wakati Mungu aliniambia, bwana, huyu anafaa. Mimi nilipoona Mungu ananiambia huyu anafaa, nikajua na anafaa milele. Kumbe sikujua kwamba katika kufaa kwake pia kuna sehemu atanipitisha kwenye jaribu au tutapitia. Yaani huyo anayefaa atanipitisha mimi kwenye jaribu au tutapita. Lakini mpaka Mungu akwambie huyu anafaa, maana yake katika madhaifu yake ana mema mengi yanayofaa. Yaani maana yake kama huyu anaweza kukuchukulia wewe, ina maana kuna mwingine asingeweza kukuchukulia. Kwa hiyo Mungu anapokuambia huyo mtu anafaa, maana yake katika 100%, asilimia 80 inawezekana nafaa, au 90 au 95, ila 5 tu ana madhaifu yake. Kwa hiyo hata wale watu ambao walimuomba Mungu, nipe mke mzuri, nipe bwana mzuri, walipewa, lakini hakufaa yule mtu kila eneo. Kuna sehemu alionekana saa nyingine anaiba hela ndani, ila kila eneo anafaa. Anakuchukulia madhaifu yako yote. Iwe ni mwanamke, anakuchukulia madhaifu yako yote. Iwe ni mwanaume, anakuchukulia madhaifu yako yote. Lakini utasikia huyu ni mzuri, ila shida tu ni hapa. Yaani hapa tu. Yaani hapa tu. Yaani asingelikuwa na hili, aje nimepata mtu. Ndio hivyo sasa. Bwana asifiwe. Inawezekana wewe umeomba mke mzuri au umeomba mume mzuri kwa Mungu. Mungu amekupa. Changamoto ya huyo mtu ni ulevi. Lakini anakujali, hata ukiumwa anakutunza, kila kitu anafanya, ukiumwa anapika, anafanya. Mwanaume anafanya kila kitu, anaosha mpaka vyombo. Anapenda vibaya, lakini changamoto yake ni ulevi. Lakini Mungu wewe ulimwambia, nipe mtu anayefaa, akakupa. Ila eneo hilo ndio jaribu la huyo. Inawezekana umemwomba Mungu, nipe mke mzuri, Mungu amekupa. Mwanamke mzuri, shape imeenda shule, ameumbwa, ameumbika, lakini madhaifu yake tu. Labda mheshimu mama yako tu ndio mheshimu. Na wewe katika maisha yako unatamani angemheshimu mama yako. Alafu hicho tu ndio shida yake. Au shida yake sio hiyo. Shida yake ni apate watoto. Lakini kila eneo anafaa. Hivi vitu vijueni, acheni kwa walokole wa ajabu. Unadhani ukiomba basi anakupa vigezo vyote vimejaa. Isipokuwa Mungu, unapomwambia nipe mtu anayenifaa, yaani Mungu anakupa mtu ambaye anaweza kukuchukulia wewe ulivyo. Una hasira akakuchukulia. Ukianza kugoma na hiyo, yaani unamkalisha, unamsomea risala usiku kucha na anakaa na kusikiliza na kujibu. Lakini shida tu apate watoto. Maana yake ni mke anayefaa lakini anajaribu. Wangapi wananielewa eneo hilo?
Usione nina mke ukajua labda eti ana vigezo vyote kwangu. No, ana ya kwake ambayo mimi nayachukulia. Mimi ni mume, nina ya kwangu ambayo yeye ndo anayejua, anayachukulia. Na ukitaka uamini, nenda mfuate, muulize hivi, eti mke wangu mimi ni kikwazo wapi? Atakwambia hivi, yaani wewe ni mtu mzuri, ila wewe hapa ni mbaya. Lakini muulize sasa, kama nilivyo kwa nini naishi na mimi, nakwambia nakupenda. Mpe chance ya kuongea mtu. Mimi huwa natoa hiyo chance. Nauliza. Alafu huwa nakaa naenda kutafakari peke yangu. Kwa hiyo ina maana mimi ni mwanaume ninayefaa. Lakini ina maana mimi ni mshenzi hapa Yeye ndo anajua. Lakini si mnaishi. Maisha si yanaenda. Kwa hiyo mimi ndo najua na yeye anajua. Sasa nisikilize kwa makini. Samia ni rais. Wengine watamkataa, wengine wataadhibiwa. Ndio uchaguzi ilivyo. Wengine watamkataa, wengine wataadhibiwa, lakini atakaa. Amen. Fimbo haijaanza duniani, fimbo ilianza toka mbinguni. Mungu akitaka kumwendeleza mtu aendelee, anaweza akaendelea hata kwa kuzibuliwa wewe ukakaa kimya, alafu mtu akaendelea kutawala. Huko unasema sitaki, lakini yule mtu amekaa anaendelea. Sasa kuna wakati mwingine tunajitafutiaga vita ambavyo havina msingi tu. Mpishe baba na utawala wake, mpishe mama na utawala wake. Subiri wa kwako. Si usubiri wakati wako, gombea, kaa, tubadilishie nchi. Lakini mwache yule amaliza toke zake. Huku amani yetu ikiwemo. Amen. Amen. Kila mtu na itii mamlaka iliyo kuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu. Na ile iliyopo imeambiwa na Mungu, iwe mbaya iwe nzuri. Mimi nataka niongezee hivyo. Iwe mbaya iwe nzuri, imeambiwa na Mungu. Kwa hiyo hata Sauli naye aliwekwa na Mungu. Hata wale watoto wa Samueli waliotolewa pia walitolewa na Mungu. Mstari wa 2 akasema hivi, vivyo, nisikilize, vivyo amwasi mwenye mamlaka hushindana na agizo la Mungu. Hivyo amwasi mwenye mamlaka hushindana na agizo la Mungu. Narudia tena. Hivyo amwasi mwenye mamlaka hushindana na agizo la Mungu. Mimi nikishindana na kiongozi wa nchi yangu ni muasi. Na nisikilize, yani hata kama yule anakosea, mimi nikisema hapana, napingana, mimi ni muasi. Uasi hauchagui. Ila akiwa katika madhaifu yake na tukashikamana naye, hamna uasi. Uasi ni nini? Uasi ni hali ya kwenda kinyume na mtu mwingine dhidi ya utawala wake, dhidi ya nafasi aliyonayo. Kwa hiyo mimi nikisema hivi, ni kweli hapa amekosea na hapa amekosea, hapana, nikapambana naye, huo ni uasi. Kwa sababu nafsi zetu haziendi pamoja, mashauri yetu hayako pamoja, imani yetu haiko pamoja. Sikubaliani na ya kwake, na yeye lazima atakatana na ya kwangu. Kwa hiyo mimi ni muasi. Lakini nikichukuliana naye katika madhaifu yake, alafu nikamwombea na nikamshauri, basi mimi sio muasi. Umeona njia ya pekee? Kwa hiyo hata wanandoa, mwanamke ishafika sehemu akakatana na mambo ya mume wake, asema mistaki, sitaki kwa sababu ya 1 2 3, tayari yule mwanamke ni muasi. Anamuasi yule kwa sababu amekataana na matendo ya 1 2 3. Na mwanaume akimkataa mwanamke, yule mwanaume ni muasi kwa sababu anamkataa yule mwanamke kwa sababu hajapendezwa na 1 2 3. Uasi ni sababu utakayoipata kuitumia. Halo. Hivyo amwasie mwenye mamlaka ushindana na agizo la Mungu, nao washindanao watajipatia hukumu. Nao washindanao watajipatia nini? Hukumu. Ndio ilivyo. Ukishindana na mtawala utapigwa virungu.
Ukishindana na mtawala lazima upigwe virungu. Kuna mawili, poteze miguu au poteze mikono au poteze uhai kabisa. Ana dhamana ya uhai wako. Ngoja nikwambie, Mungu hakuwa mpumbavu kumteua Sauli akamwambia nenda kawasaidie watu wangu. Kwa hiyo Mungu asingeshuka yeye kama yeye aje awasaidie watu wake, lakini Mungu huyo huyo akamteua mtu alafu akamwambia nenda kawasaidie watu. Maana yake yule aliyeteuliwa na Mungu ana dhamana ya watu na ana dhamana ya Mungu. Kuna wakati mtu anakuja hapa yuko hoi wa kufa, mimi ninaomba toba mbele ya Mungu na Mungu anamsamehe, anaishi tena, anaishi kwa sababu mimi nimemwombea mbele ya Mungu. Kinywa chenye kibali kimemsihi Mungu dhidi ya hukumu yake, akasamehe. Kwa hiyo maana yake mimi nimewekwa na Mungu ili kumwombea mtu mwenye dhambi asamehewe, na mtu ambaye anateseka nimwombee atoke kwenye mateso, mtu anayepitia majaribu nimwombee Mungu amrehemu na yale majaribu ampunguzie. Sasa mimi huyo ni mtumishi wa Mungu, kiongozi wa nchi, ana dhamana ya uhai wa watu. Nasema tena, ana dhamana ya uhai wa watu. Nasema tena, ana dhamana ya uhai wa watu. Ndio maana wakati mwingine mtu anasema kwamba huyu alishindana na uongozi akapigwa akapotea. Kwani maandiko yanasema nini? Ukitaka uishi nyumba yenu, jaribu kuendana na mzee alivyo. Hata kama ni mvuta bangi, mnywa pombe, mlevi, akija kinanuka. Sasa ndio babako ufanyaje? Na pale si kwako, pale ni kwake. Tanzania yangu, Tanzania yetu. Lakini kuna ambaye amewekwa na Mungu pale. Yaani maana yake yule aliyewekwa na Mungu ni mkuu, alafu mimi mwenyewe nimewekwa kwa sehemu ya kumilikiwa na yule. Sijui kama umeelewa hivi. Yaani mimi Samawi, mtumishi wa Mungu, nabii wa Mungu, nimewekwa chini ya rais wa nchi hii. Naye haombei kama mimi, haponyi kama mimi. Unaonaje hiyo? Unaonaje hiyo? Danieli na wenzake wakawekwa chini ya Nebukadneza, alafu watu wakamsikiliza Nebukadneza anataka nini. Wanamwombea Nebukadneza huyo, wanamtafsiria njozi Nebukadneza huyo. Baadaye Nebukadneza huyo wanakuja washauri wengine wa serikali, wanamwambia mfalme, hawa kama huyu Danieli huyu ameenda kinyume na wewe mfalme, kwa kuwa ameenda kinyume na wewe atupwe gerezani, atupwe kwenye tundu la simba. Watu wakachezea, watu wakafanya nini? Lakini katika hao akina Danieli Mungu akajitukuza. Iko busara, iko busara. Yaani msiba wa kiongozi wa nchi yako ni msiba wako. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo nataka tu nilihitimisha kwa hivi. Rais Samia ni mzuri, anahitaji kuombewa mno. Ni mama yule, ana changamoto, anakutana na vikwazo, na hata uchaguzi ni mgumu. Ni Mungu amenionyesha baadhi ya watu wakikimbilia maporini, kama vile nilivyoona Ngorongoro, ndivyo nilivyoona kwenye uchaguzi huu. Lakini mimi ni nani? Ninaweza kuzuia? Mimi nitajitahidi kumomba Mungu, na nitawasihi wale ninaowaongoza tumombe Mungu, na Mungu akikataa mapenzi yake ayatimize mwenyewe. Bwana asifiwe. Amen. Lakini hilo nimelitoa kama angalizo. Uchaguzi tuombe,
kwa sababu Rais Samia pia hatakaa milele, hata kama kuna watu wanampinga. Atamaliza tu muda wake na atapisha na mwingine atakaa. Tunaelewana? Kwa hiyo nataka nimpe pia pole yule ambaye hanipendi mimi ninapohubiri. Niache. Unipendi, nenda kwa mwingine. Nataka tu niweke sawa pia. Wewe kuna ambaye upendi mimi ninapohubiri, basi ndio nimeshawekwa na Mungu. Subiri wakati wangu ishi. Amen. Utakuja wakati wa yule ambaye wewe unampenda, utamshabikia tu. Ndio maana kwenye kupiga kura unamchagua unayemtaka. Hata akifeli, si ulimpa? Haya. Ukimchagua yule unayempenda akafaulu, si unamshukuru Mungu? Basi turidhike hivyo. Mungu wa mbinguni awabariki. Amen.